Lakini kama ni kweli wapi? Umeona wapi Uislamu unakataza kufanya kazi? Uislamu umekupa uhuru, fanya biashara, lakini umekuwekea mipaka. Sio kila biashara ufanye basi. Thaqafatul Quran, kithratul intaj wa qillatul istihlak. Moja katika mambo ambayo ni muhimu sana vijana wengi kutambua, yani sawa ni kijana wa Kiislamu au ni wa Kikristo au ni wa kipagani au ni hana dini, anapaswa kutambua sababu za umaskini na utajiri. Unajua ni ajabu sana kumuona mtu ni msomi alafu anasema kwamba dini ndiyo sababu ya umaskini Afrika. Yani ni mambo ambayo mtu mwenye akili timamu hapaswi kuongea maneno haya, kwa sababu unaporudi kusoma Uislamu ulipoingia Afrika mwaka wa 4, mtume alivyopewa utume mwaka wa 4 tu Uislamu ukafika Afrika, yani ukafika Ethiopia kabla ya kwenda Madina, kwa sababu Uislamu ulifika Madina baada ya miaka 13 14 ndo ukafika wapi? Madina. Kwa hiyo Uislamu ulianza kufika Afrika kabla ya kwenda Madina. Kwa hiyo sasa tunaweza tukajiuliza kwamba lengo la Uislamu kufika wapi? Kufika Madina. Kufika Afrika ilikuwa ni kupora mali za Afrika, lakini kufika Madina pia ilikuwa ni kupora mali za Madina. Lakini kufika wapi tena? Kufika Irani ilikuwa ni kupora mali za Irani. Kufika wapi? Iraki ni kupora mali za Iraki. Kufika Yemen, Syria mpaka Omani, kote huko ni kupora mali za miji hiyo. Lakini ni nani mporaji wa mali hizo? Alikuwa ni nani? Kwa sababu hao wote ni Waarabu, yani Yemen ni Waarabu, Iraki ni Waarabu, Syria ni Waarabu, Misri ni Waarabu, Maka ni Waarabu, Madina ni Waarabu. Kwa hiyo Waarabu lengo, yani Uislamu umeletwa na useme wote, pia ukisema kwamba umeletwa na Waarabu kuja kupora mali za Waafrika, yani kidogo haingii akilini, kwa sababu unaporudi kusoma unapojitahidi kusoma na unapojaribu kusoma vitabu vya uchumi na maendeleo, utakuja kuona kuna kanuni. Kuna msomi mmoja alikuwa anasema thaqafatul Quran, kithratul intaj wa qillatul istihlak, kwamba kanuni, yani utamaduni wa Qur'ani ni uzalishaji mwingi lakini utumiaji mchache. Yani unapokuwa katika maisha yako, unapoweka nidhamu ya kwamba unajitahidi kuzalisha kingi halafu unatumia kidogo, yani usitumie kingi alafu unazalisha kichache, utasababisha umaskini. Kwa hiyo tujitahidi tuangalie sasa Afrika tunafanya hivyo, kwamba tuna uzalishaji mwingi lakini tunatumia kichache, au tuna mahitaji mengi lakini uzalishaji wetu ni mchache. Hili ni jambo la kwanza linapaswa kutambua. Kwa hiyo kanuni kubwa ya utajiri ni kwamba ni kithratul intaj, uzalishaji mwingi, wa qillatul istihlak. Lakini kanuni ya umaskini pia ni hivyo hivyo, yani qillatul intaj, yani uchache wa uzalishaji, kuzalisha kuchache, lakini kithratul istihlak, kutumia kwingi. Kwa hiyo kanuni hii ndio kanuni ambayo inaleta umaskini na utajiri katika sehemu yoyote ile. Ndio maana utakuja ukisoma China wanajitahidi sana kuzalisha kila kitu, wanazalisha wao. Ukisoma Irani wanajitahidi kuzalisha kila kitu, lakini sisi Afrika kwa nini tusizalishe? Lakini ikiwa lengo la Uislamu ni kufanyaje? Ni kupora mali za Afrika. Yeye anazungumzia dini kwa sababu anasema kwamba dini ni sababu ya umaskini Afrika. Sasa tuje tujiulize, lengo la dini ni kuja kupora mali Afrika. Haya, ni nani huyo anakusanya mali hizo? Au ni sehemu gani kwamba Uislamu unasema kwamba jamani inaruhusiwa labda kupora mali za watu? Wakati huo Uislamu utakuta unaambia bwana, kuiba ni haramu, la tasriqu, msiibe, msifanye hivi, msifanye ghushi, msifanye hivi, msidhulumu, msinini. Yani Uislamu huu unaofundisha vitu hivi afu kwambie tena pia una malengo kuja kuiba mali za Afrika. Lakini maendeleo yanaletwa na nini? Unaporudi kusoma na ukiwa na akili timamu, maendeleo yanaletwa na juhudi na ufanyakazi, utandawazi nini. Lakini ni wapi Uislamu umekataa? Uislamu umekataa lini kwamba usifanye kazi? Ni wapi Uislamu umeona nakwambia kwamba jamani msitengeneze ndege? Au sawa, ikiwa bwana yani maendeleo ni kuacha dini, basi tuwe kama yani wanyama wote, nyani tunakula yani bila nidhamu. Lakini sasa ikiwa Uislamu kuweka kwamba nguruwe ni haramu, labda msile mnyama ambaye amekufa tu bila kuchinjwa, ikiwa ni makosa, yani kwamba watu wa namna hii sio wenye akili, nadhani hapa kidogo tunapaswa kujiuliza. Kwa hiyo Uislamu sio sababu ya umaskini Afrika.
Umaskini wa Afrika unaletwa na uzalishaji mchache na uongozi mbaya, utawala mbaya. Yaani viongozi wetu ndio ni sababu ya nini? Ndio sababu ya nini? Ya umaskini wa Afrika. Sio kwamba eti kwamba dini ndio sababu ya umaskini Afrika. Sababu hakuna sehemu dini imekwambia msifanye kazi. Kwa sababu unaposoma utakuta matajiri, kuna matajiri Waislamu, kuna matajiri wa Kristo, kuna matajiri wa pagani, kuna matajiri ambao hawana dini, lakini pia kuna maskini Waislamu, kuna maskini wa Kristo, kuna maskini. Ukija kusema wengi ndio Waislamu wengi ndio maskini, sawa, tutakuja tutaangalia Iraki, mbona kuna Waislamu wengi sana, lakini mbona kuna matajiri wengi? Yaani na wengi wao ni Waislamu. Kwa hiyo kumbe umaskini sio kwamba ni kwamba kuwa tu Muislamu ndio dalili ya umaskini, hapana. Irani mbona wengi wana pesa, lakini wengi ni nini? Ni Waislamu. Hivyo hivyo Yemen, Saudia, Madina. Sasa bwana, sio tatizo, sio hilo, ni kwamba tatizo wale ni Waarabu. Tukuja tukuuliza, si ulisema kwamba dini lengo lake ni kuja kupora mali za watu? Sasa Uislamu na dini ilipoingia Afrika mwaka wa 4 ikaja kuingia pia, ikaenda Yemen, ikaenda ilipoingia Ethiopia mwaka wa 4 ikaja kuingia Madina mwaka wa 13. Kokote huku ilifaa ipore kama ilivyokuwa inataka kupora wapi? Afrika. Kama ilivyopora Afrika, basi pia ipore katika nchi hizi. Lakini mbona hatuoni? Mbona hatuoni hivyo? Unaona? Kwa hiyo naweza kusema kwamba Uislamu sio sababu ya umaskini Afrika. Yaani umaskini unaletwa na sisi. Maana hakuna sehemu Uislamu unasema bwana wewe usifanye kazi, lala tu useme tu astaghfirullah mpaka asubuhi, au amke, yani usifanye kazi, yani kaa tu muombe Mungu, chakula kitatoka mbinguni kitashuka. Hakuna sehemu Uislamu unasema hivyo. Uislamu unakutaka ufanye kazi. Uislamu unafanyaje? Unataka kufanya kazi. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatupa sababu za maendeleo, akatupa sababu za kufanikiwa, akatupa sababu na njia za kufikia maendeleo. Ndio maana utakuta katika surat Mulk anakuambia walladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur. Yeye ndiye ambaye alifanya kwenu ardhi kuwa ni sehemu ambayo mnaweza kujipatia riziki, basi tembeeni katika ardhi muweze kujipatia riziki. Limeni, fugeni, chimbeni madini muweze kujipatia riziki. Huyo ni Mungu, lakini mtume huyo ndo akawa anatupa kanuni. Yaani Uislamu huo ndo unatupa kanuni za maendeleo. Anakuambia kwamba inna Allah yuhibbu ahadakum idha amila amalan an yutqinahu. Mungu anatupa kanuni kwamba unapokuwa unafanya kazi, ifanye kazi kwa weledi. Yaani fanya kazi kwa nini? Kwa nia moja, kwa moyo mmoja. Yaani Uislamu tunatupa kanuni nzima za kufanikiwa, kanuni za maisha. Alafu useme kwamba Uislamu ndio sababu ya umaskini Afrika. Kidogo kauli hii inapaswa vijana wengi wa Kiislamu. Naona kwamba kuna baadhi ya watu wakiwa wanaongea, alafu vijana unakuta hadi kijana anasema lakini kama ni kweli wapi? Umeona wapi Uislamu unakataza kufanya kazi? Uislamu umeuona wapi unakataza kufanya biashara? Uislamu umekupa uhuru, fanya biashara, lakini umekuwekea mipaka. Sio kila biashara ufanye basi. Sio kwamba labda biashara usifanye biashara ya kuua watu, wala usifanye biashara ya haramu, labda kuuza mwili wako au kunywa pombe kwa sababu ina madhara. Usifanye biashara ya mziki kwa sababu ina madhara, inaharibu jamii. Kwa sababu unapojaribu kuangalia mwenyewe, yani vua ile dini kwamba useme kwamba mimi bwana Muislamu, vua ule Uislamu wako. Hapana, zungumza tuangalia, je, yani mziki, mfano mziki wa kina Diamond, sio kina Lavalava, una faida gani katika jamii? Utaona tu ni kuharibu. Utakuta dada zetu wanaoneshwa wakiwa uti, yani wamekaa, yani hawajavaa nguo, hawajajistiri. Stara sio lazima kwamba labda kavaa basi nguo za Kiarabu, hapana. Kikubwa asionekane mwili, wasimtamani. Lakini yote haya huwezi kuyaona. Kwa hiyo utaona Uislamu unakataza mambo kama haya, yani kuna faida yake, unaona. Kwa hiyo ikiwa bwana Uislamu lengo lake ni kuzuia maendeleo ya Afrika, yani dini ndio inasababisha maendeleo Afrika yasipatikane, kidogo nadharia hii tunapaswa tuichunguze vizuri. Sio nadharia ambayo inaingia akilini. Yani kwa mtu mwenye akili hawezi kukubali nadharia kama hii. Ndio maana Mwenyezi Mungu ametupa nini? Kanuni nzuri za maisha. Anakuambia mfano, Mwenyezi Mungu anakuambia halallahu al-bay'a wa harrama riba. Mungu amekuhalalishia biashara, lakini amekuharamishia riba. Yani riba sio mzuri katika maisha. Riba sio mzuri. Atafaidika alotoa, lakini alopewa hana faida inayopata. Yani mikopo ya riba anakataza Mwenyezi Mungu. Usifanye ghushi. Yani ghushi naweza kusema ni rushwa. Yani sababu mnapoishi kwa rushwa hamwezi kuwa na maendeleo. Yani siku zote rushwa ni
ni adui wa maendeleo. Yote haya Mwenyezi Mungu anakukatazeni katika dini, alafu useme kwamba Uislamu ni sababu ya kurudi nyuma maendeleo ya Afrika. Sio sahihi nadharia hii. Lakini sisi tunasubiri mtuoneshe, mtuambie kwamba kuna sehemu Uislamu ambao msifanye maendeleo. Yani kwamba ukisema kwamba Uislamu unakataza kufanya maendeleo, kwamba unataka tu ufanye mambo ya akhera tu, hapana. Kwa sababu Mwenyezi Mungu wala tansa nasibaka minad dunya, Mungu anakuambia usisahau fungu lako wapi? Duniani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ana lengo la kwanza. Ukisoma katika Uislamu, lengo la Uislamu ni kukupa mafanikio duniani na akhera. Yani duniani na akhera unataka kuandalia mazingira mazuri, maisha mazuri. Ndio maana nakwambia bwana, oa, kwa sababu unajua ukishaoa lazima utapambana kwa ajili ya kulisha familia. Yani unakuandalia maisha ambayo ni maisha mazuri duniani na akhera, kwa sababu maisha na maendeleo siku zote yamejengeka katika misingi ambayo ni mizuri. Kwa sababu unaposoma Mwenyezi Mungu anapokuambia kuwa mcha Mungu, si Mwenyezi Mungu anapenda wale wacha Mungu. Yaani ucha Mungu ni nini? Ucha Mungu ni kuishi na watu vizuri. Ucha Mungu ni kuishi na majirani vizuri. Ucha Mungu ni kuwaheshimu watu. Ucha Mungu ni kufanya kazi za watu kwa uaminifu. Ucha Mungu ni kuacha kuiba. Ucha Mungu ni kufanya kazi bila naweza kusema kufanya kazi au kufanya kitu bila nini? Bila ubaguzi. Yani kwamba ukiwa leo upo ofisini usimtangulize Muislamu ukamwacha Mkristo wakati Mkristo ndo alianza kuja. Yani ndo ucha Mungu. Yani ucha Mungu ni kufanya kila kitu, kukipa kila kitu haki yake. Kwa hiyo ndo maana ucha Mungu. Sio tu ucha Mungu kwamba ni kufanya ibada, unafanya ibada tu lakini wewe ni mchawi. Vijana tunapambana kutafuta maendeleo kwa ajili ya kuwasaidia wazazi wetu na jamii kwa ujumla, alafu unawaroga vijana hawa. Alafu unajiita ni mcha Mungu. Wewe unakuwa ni ucha Mungu wa aina gani? Ucha Mungu sio huo. Ucha Mungu ni kuishi na watu vizuri. Ucha Mungu ni kuwa unapenda watu, unapenda jamii, unapenda Afrika wenzio, unakuwa mzalendo. Hii ndo maana halisi ya ucha Mungu. Kwa hiyo utakuta pia Mungu anakuambia bwana, kuweni wacha Mungu. Yaani anataka sio kwamba bwana ni mtu tu bwana astaghfirullah kila wakati, hapana. Yaani una muda wa ibada kama ilivyokuwa mtu ambaye hana dini pia na muda wa kufanya ibada zake labda anaenda kuomba mizimu yake. Hivyo ukiwa na dini yako kuna muda wa kufanya ibada, lakini kuna muda nini wa kufanya kazi. Sababu mcha Mungu ni yule ambaye anapambana kwa ajili ya familia yake. Mcha Mungu ni yule ambaye anafanya kazi za halali. Mcha Mungu ni yule ambaye yani anaheshimu kila mtu, anawasaidia wazazi, anafanya kazi kwa ajili ya kuwasaidia wazazi, kuisaidia jamii. Huu ndo maana halisi ya ucha. Kwa hiyo itabidi tu utambue ucha Mungu kwa jicho pana, sio jicho la kawaida. Kwa hiyo nadhani haya ni mambo muhimu ambayo vijana wengi wanapaswa kuyatambua ili kidogo waamke kifikra, wawe na fikra pana na sio fikra ambazo ni fikra zimelala, fikra za kijinga tu. Mtu anaambiwa tu kidogo hivi na hivi, mtu anasema ila ni kweli. Wapi umeona Uislamu unakuzuia kufanya maendeleo bwana? Mtu ache bwana kudanganyana bwana.